Kuanza kwa mgogoro huo, viongozi mbalimbali wa Tanzania Assemblies of God kuanzia askofu mkuu wa kwanza Mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro marehemu na hata askofu mkuu wa pili Dr. Ranuel Mwanisongole walifanya juhudi za kurejesha mali hizo bila mafanikio yaliyotarajiwa. Hata hivyo, mwaka 2014 Kamati Kuu ya Utendaji ya Tanzania Assemblies of God, kwa kuzingatia kusudi la kanisa la kuhubiri Injili na kuleta umoja, iliamua kuachana na mgogoro huo kwa kusamehe na kuachilia mali zilizokuwa zinashikiliwa na The Evangelistic Assemblies of God Tanzania, huku ikitafuta msingi wa maridhiano. Mchakato huo ulipitia hatua zifuatazo. Moja, mwaka 1992 viongozi wa Tanzania Assemblies of God na The Evangelistic Assemblies of God Tanzania walikutana tarehe 6 Februari Kinondoni, Dar es Salaam. Walitia saini hati ya makubaliano kumbu namba EAGTAG/1/1 ya kusimamisha kesi zote zilizokuwa mahakamani kuhusu mali za Tanzania Assemblies of God ili kutatua mgogoro uliokuwepo nje ya mahakama kama ndugu katika Kristo Yesu. Mwaka 2014 Halmashauri Kuu ya Tanzania Assemblies of God, Baraza la Waangalizi na Mkutano Mkuu wa Tanzania Assemblies of God vilivyofanyika Mbeya viliridhia kuanzishwa kwa mazungumzo na viongozi wa The Evangelistic Assemblies of God Tanzania kwa lengo la kumaliza kabisa mgogoro huu. Hatua ya mazungumzo, Kamati Kuu ya Utendaji ya Tanzania Assemblies of God iliteua tume kukutana na viongozi wa The Evangelistic Assemblies of God Tanzania, hususan wakati huo kaimu askofu mkuu wa wakati huo Mchungaji Dr. Asumwise Mwafongo Mwaisabila, ili kueleza msimamo wa Tanzania Assemblies of God wa kusamehe na kuanzisha maridhiano. Hata hivyo, mapendekezo hayo hayakukubaliwa, hivyo mchakato ukakwama. Mwaka 2024 Askofu Mkuu wa Tanzania Assemblies of God Mchungaji Dr. Barnabas Mtokambali, ninayetoa hotuba hii, akiwa mwenyekiti wa taifa wa Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania, yani CPCT, alisisitiza umuhimu wa maridhiano miongoni mwa Wapentekoste wote nchini ili kuleta umoja wa kweli, akisisitiza kusameheana, kuvumiliana, kuchukuliana, unyenyekevu na upendo wa dhati, sawa na Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Tarehe 30 Aprili 2025 The Evangelistic Assemblies of God Tanzania chini ya Askofu Mkuu Abel Brown Mwakipesile iliandika barua rasmi kuomba kukabidhiwa hati ya kiwanja namba 144 Temeke, Dar es Salaam
Tanzania Assemblies of God ilichukulia ombi hilo kuwa fursa ya kuhuisha mchakato wa maridhiano uliokwama tangu mwaka 2014. Kuanzia Julai 2026, kamati kuu ya utendaji na bodi ya wadhamini ya Tanzania Assemblies of God walikutana na viongozi wa The Evangelistic Assemblies of God Tanzania katika makao makuu ya Tanzania Assemblies of God na kuachilia mali zote zinazoshikiliwa na The Evangelistic Assemblies of God Tanzania bila masharti. Aidha, ilikubalika kuwa taratibu zote za kisheria na kiutawala za kutekeleza maridhiano na kuhamisha umiliki wa mali kutoka Tanzania Assemblies of God kwenda The Evangelistic Assemblies of God zitafuatwa ipasavyo. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu katika baraza hili tumehuisha maamuzi yetu tuliyoyafanya. Kikao cha halmashauri kuu kimepitisha tendo hili ndiyo kwa kula zote za ndio. Baraza la waangalizi limehuisha na kupitisha tena tendo hili kwa kula zote za ndio. Nina furaha kuona Baraza Kuu la Tanzania Assemblies of God ambalo tuko hapa sasa nalo limepitisha kwa kula zote ndio. Wajumbe wa baraza, Mungu awabariki sana kwa hekima yenu.